Katika kijiji ambacho ndoto zilichekwa, kulikuwa na msichana aliyesubiri na mvulana aliyeahidi. Alimwamini wakati hakuwa na chochote. Aliondoka kutafuta mafanikio na aliporudi hakuwa wake tena. Hii siyo hadithi ya mapenzi tu. Ni hadithi ya kujitoa sadaka, tamaa ya mafanikio, usaliti na aibu. Kabula alikuwa yatima. Hakuwa na wazazi, hakuwa na ardhi, hakuwa na maisha ya baadaye kwa mujibu wa wanakijiji. Alikuwa na mashati mawili tu na suruali moja iliyochakaa. Watu walimcheka, watoto walimdharau. Lakini ndani ya Kabula kulikuwa na kitu chenye nguvu, ndoto. Siku moja nitakuwa tajiri, alisema, na kijiji kikacheka zaidi. Ni Maya pekee ambaye hakumcheka. Kila asubuhi kabla ya kwenda shambani, Maya alimletea Kabula chakula. Nguo zake zilipokuwa chafu, alizibeba hadi mtoni. Hapo kando ya mto unaotiririka, aliwaosha mashati yake mawili na suruali kwa mikono, akisugua tena na tena, mpaka vifundo vya mikono yake vikavimba na kuuma. Wakati mwingine, vidole vyake vilivuja damu, lakini hakulalamika kamwe. Alimpa akiba yake ndogo, alimpa nguvu zake, alimpa moyo wake. Walikuwa maskini, lakini walikuwa pamoja. Usiku, Kabula alimnongoneza, siku moja nitakuondoa hapa, na Maya akamwamini. Siku moja, Kabula aliondoka kijijini, sio kukimbia, bali kwenda Lagos, mji wa majengo marefu, pesa za haraka na ndoto zilizovunjika. Mwanzoni, Kabula alipiga simu kwa Maya kila siku. Alilala sakafuni, alifanya kazi ngumu, alikataliwa mara nyingi. Wakati mwingine, njaa ililala naye kitandani, lakini Maya alimpa moyo. Baadaye, Kabula alianza kumtumia pesa. Tumaini likawa hai. Miaka ikapita. Lagos haikumvunja Kabula, ilimjenga. Kutoka sifuri, alianzisha kampuni. Kutoka umaskini, akawa mkurugenzi mtendaji, CEO. Magari ya kifahari, ofisi za vioo, majengo ya marefu ya kifahari, suti za gharama kubwa. Mvulana aliyekuwa akichekwa kijijini, sasa alikuwa akisaini mikataba ya mamilioni. Lakini pamoja na mafanikio, kulikuja umbali. Simu za Kabula zikapungua. Ujumbe wa Maya ukabaki bila kusomwa. Katika sherehe ya mafanikio, Kabula alikutana na Asha. Asha alikuwa mfano wa Lagos: kujiamini, mtindo wa kisasa, nywele za Brazilian, maisha ya kifahari, chakula cha usiku wa manane, vicheko vilivyojaa diwani, mandhari ya juu ya jiji. Asha alianza kutembelea nyuma ya Kabula mara kwa mara. Walifurahia maisha. Wakati huo huo, Maya aliendelea kupiga simu. Kabula hakupokea. Asha alipomuuliza kuhusu Maya, Kabula alisema, ni rafiki tu ya kijijini. Uongo uliovaa suti ya mafanikio. Siku moja, Kabula alirudi kijijini. Gari jeusi la kifahari liliingia kijijini. Watu wakakusanyika kwa harambo. Kabula akashuka. Amefanikiwa, anajiamini, amebadilika. Kisha mlango mwingine ukafunguliwa. Asha akashuka. Mavazi ya gharama kubwa, nywele za Brazilian zikimetaa mjani. Maya akasogea mbele, akiwa na matumaini. Asha akamtazama Maya kuanzia juu hadi chini, kisha akacheka. Akacheka mavazi yake, akacheka viatu vyake vya kijijini, akacheka mikono yake migumu. Hiyo ndiye Maya? Asha alisema kwa dharau. Kwa kweli umetoka kuwa mwanamke wa kijiji kama huyu? Kijiji kikanyamaza. Maya akasimama pale, msichana aliyemlisha, msichana aliyefua nguo zake mtoni mpaka vifundo vyake vikauma, msichana aliyemwamini wakati hakuna mtu mwingine aliyemwamini. Kabula hakusema chochote, na ukimya huo uliuma moyo wa Maya zaidi ya maneno yoyote. Siku hiyo, kijiji kilijifunza somo. Sio kila anayepanda juu anakumbuka